timu wa VETA ili waweze kuanzisha biashara zao kulingana na maeneo ya ujuzi ambao wameweza kupata. Naomba pia kuchukua fursa hii kukupongeza kwa kuteuliwa kwako na kuaminiwa kuiongoza wizara hii muhimu kwa ustawi na maendeleo ya watu, hasa katika kutengeneza mazingira bora ya kuajiriwa na kujiajiri. Hii ni pamoja na kutoa fursa za mafunzo ya ufundi na ujuzi katika vyuo mbalimbali, kutoa mwongozo wa mawakala binafsi wa ajira, kuingia makubaliano na mataifa mbalimbali nje ya nchi yetu ili kutengeneza fursa na ajira kwa kuboresha sera na sheria za kazi pamoja na ajira. Ndugu mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii ya pekee kutambulisha kidogo shirika la COMWESO na shughuli zake kwa ufupi. COMWESO ni ufupisho wa maneno ya Kiingereza yenye maana Community Health and Social Welfare Africa. Kwa kifupi ni shirika ambalo linashughulisha hasa na masuala ya afya pamoja na ustawi wa jamii. Lakini dira yake kubwa COMWESO ni kuhakikisha kwamba siku moja Afrika inaondokana na matatizo ya afya pamoja na masuala ya kiustawi. So katika dira ya shirika hii kufuatana na malengo yake na dhamira yake ilipelekea mwaka 2020 mpaka 2022 kufanya utafiti ambao hasa ulikuwa unajaribu kukadiria idadi ya wadada ambao wanafanya kazi za ndani nje ya nchi, na hasa ukifocus sana kuangalia watu ambao wanashughulika na kazi za ndani, hasa nchi za Kiarabu, Oman na Dubai na nchi zozote ambazo wao wanaweza kuangalia. Utafiti huu tuliweza kushirikiana na vyuo vikuu vitatu. Chuo kimoja kinaitwa New York University cha Marekani na kingine tena University of Massachusetts pamoja na University of Alaska. Yote tuliweza kufanya utafiti huu ili kuweza kuangalia wenzetu wako wangapi. Hii ni kutokana na changamoto ambazo tulikuwa tukizisikia. Lakini sio tulikuwa tunaangalia tu idadi ya wadada ambao wanafanya kazi za ndani, tuliangalia pia changamoto ambazo wanakutana nazo. Sasa matokeo ya utafiti huu yalipelekea COMWESO kuja na mradi kutokana na changamoto ambazo waliziona. Walipelekea pia na mradi wa kuweza kuwajengea wadada ambao wamekuwa wakifanya kazi hizi za ndani nje ya nchi na kuweza kurudi ndani ya nchi yetu, kwa sababu walio wengi walifikisha malengo yao, pengine amejenga nyumba lakini hana mtaji, lakini anaingiaje tena kwenye jamii baada ya kukaa nje ya nchi miaka 2, 3, 4, 5, 6. Kwa hiyo hilo ndiko tuliona kwamba lilikuwa pia tatizo kubwa. Kwa hiyo tukaja na mradi wa kuweza kuwajengea uwezo katika nyanja mbalimbali, ukawa na shughuli kuu 4. Shughuli mojawapo ya kwanza, sehemu ya kwanza mojawapo ambayo tuliitazama, tukasema hebu tuangalie wale wanaondokaje. Kwa hiyo kwa kushirikiana na ofisi yako, ofisi ya waziri mkuu, tukaja na mafunzo maalum ya kuandaa wale wote wanataka kuondoka, basi wapate hayo mafunzo ambayo tunaita pre-departure training. Tumefanya kwa karibu sana na kitengo cha kuratibu ajira. Zamani tulikuwa tunaitwa TAESA. Tumekuwa tukitoa mafunzo na zaidi ya watu 455 mpaka sasa hivi tumeshawapa mafunzo ili waweze kujua haki zao, wajibu wao, lakini kama sehemu ya kuboresha mazingira ya kazi wanavyoenda kufanya. Na sehemu ya pili kama sehemu ya kuweza kuwajengea uwezo ni kuwafuatilia wale ambao wako kule, kuona kuna changamoto gani, basi na kuweza kushirikishana na kuweza kuzipatia ufumbuzi wake. Sehemu nyingine ya tatu basi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi, tunawapa fursa ya kujifunza yale ambayo wanadhani kwamba yanaweza kuwasaidia kujiajiri au kuajiriwa wakiwa ndani ya nchi baada ya kuweza kurudi. Na ndipo zaidi ya wanawake 84 mpaka sasa wameweza kupata mafunzo katika vyuo vya VETA katika maeneo tofauti. Tuna watu ambao wamesoma udereva wako 7, lakini upishi wako 6, ususi na urembo wako 15, ushonaji 12, mapambo 2 na uokaji 6. Mapambo ni pamoja ambao wameweza kutupambia leo ukumbi wetu wa leo. Ni wao ni ambao kutoka katika haya mafunzo. Kwa hiyo tunaanza kuona impact yake moja kwa moja. Lakini uokaji, bakery wako 6.
Madereva katika 7 tayari 2 tumeweza kuwaunganisha na wameweza kupata bajaji na bajaji zao ziko chini hapo. Kwa hiyo wameweza kufanya kazi zao na wanaendelea kufanya kazi. Na kwa hiyo tunaona hili inaweza kusaidia. Lakini wako wasusi tayari wako nje hapo, wana vitu vyao wameshaanza kushona, na mmoja actually ofisi yako iliweza kumwezesha mwezi wa 9 wa 11 kwenda kuonyesha maonyesho yake Kenya Jua Kali. Ametoka kwenye hii program. Kwa hiyo sisi tunaona ni mapinduzi makubwa sana ambayo yanaendelea. Kwa hiyo katika madereva 7 wawili tayari tumeshaunganisha na bajaji, lakini tumeona wanafanya kazi vizuri kwa sababu mradi bado ni wa kitafiti. Tunatazidi kutoa matokeo. Tunataka mradi uwe kama sehemu ya modo ya mifuko ile ya maendeleo ya vijana, wanawake pamoja na watu walemavu kwenye halmashauri. Wajifunze kitu kwenye hii modo. Namna ambavyo tunaweza kuwasaidia kwa sababu wengi wanasaidika, wanapewa mafunzo, lakini akirudi hafanyi kile kitu ambacho alichokuwa nacho. Sasa tofauti yetu sisi pengine na modo zingine. Modo yetu inataka akishamaliza mafunzo anapewa vitendea kazi vya msingi, tunaita startup kit, vichache tu. Anaanzia hapo kwa sababu akianzia hapo kwanza unampa credibility ya yeye kwa kupata mikopo mingine kutoka kwenye taasisi zingine za kifedha. Lakini tunashukuru sana halmashauri ya Temeke. Bahati mbaya mkurugenzi amepata udhuru, lakini wameanza kutuelewa na tunataka hao watano waliobakia na wengine wameshajiunga vikundi pia ili waweze kupata ile mikopo ya maendeleo ya vijana, wanawake kwenye halmashauri, na tutaifuatilia. Sisi kwa tunamfuatilia step by step na kumsaidia kuona wapi anapata changamoto. Iwe modo ambayo kama nchi yetu inaweza kakaskeli kwenda kwenye halmashauri nyingine, ile fedha ambayo serikali inaitenga iwe ilete tija kwa vijana wetu, kwa wanawake pamoja na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo tutazidi kutoa matokeo haya na mafanikio haya ya hii modo kama ambavyo leo tunaweza kukabuzi hivyo. Lakini shughuli ya 4 ambayo tumeona ni ya msingi sana ni uhamasishaji wa Tanzania kujua umuhimu wa kufuata taratibu kabla ya kwenda nje kwenda kufanya kazi. Na ndio maana tulikuja na hii slogan ya kufanya kazi nje ni fursa, usitoroke, fuata utaratibu. Kwa hiyo tunafanya theater kwenye maeneo ya mashule kwa sababu kwenye utafiti unaonekana tukimaliza darasa 7 baadhi ya maeneo wanaondoka. Na kwa sababu uelewa wao unakuwa ni mdogo, ni rahisi kuruduniwa. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya hiyo theater. Na tutaifanya kwa dakika 5 tu, ulione mheshimiwa jinsi ambavyo inafanya kazi kwenye community baada ya hii kabla ya wewe kuweza kuongea. Kwa hiyo kwa ujumla mpaka sasa startup kits ambazo tumeweza kuzitoa zina thamani ya shilingi milioni 121,525. Lakini kama vile haitoshi, tunategemea tena mwaka huu wa fedha kuwasapoti tena wanawake 80. Na huu mradi unafanya Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Na katika awamu hii tunataka tuangalie engo nyingine tena. Maanake hapo watu wamejifunza ushonaji, wamejifunza urembo, ni kazi ambazo zinawavutia sana kwa wadada ambao wamerudi na wanaishi mjini. Tutakachokifuata sasa tunataka tuangalie kwenye engo nyingine, ufugaji, kilimo, nako tuone hii modo jinsi ambavyo inaweza kufanya kazi. Na baadaye tuweze kufanya kazi kwa karibu sana na halmashauri kwa ajili ya vijana wao. Changamoto chache ambazo tumeziona ni kazi viko vichache, nimeshaweza kuongea. Tumeanza kuongea na halmashauri kuweza kusaidia na sisi hatuna shaka kama hawa madereva bajaji wanafanya kazi kwenye mazingira magumu sana, masharti magumu sana. Sasa ukiangalia masharti ya ule mfuko wa maendeleo wa 442 ni madogo mno. Tuna imani kwa maana tunataka baadhi ya wengine waingie kule, alafu tuwafuatilie tuone namna ambavyo wataweza ikawa mfano kwa vijana wengine ambao wataweza kufanya kazi. Kwa hiyo vitendea kazi tunafikiri 442 kama watapata hiyo msaada huo, unajua unaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa. Wanarudisha katika lipa kubwa sana na masharti magumu sana. Upungufu wa vitendea kazi na teknolojia katika vyuo, nafikiri hili ni la msingi pia, na tungependa serikali. Teknolojia kidogo imekuwa chini sana kwenye vyuo vyetu ambako wengi wanakwenda. Sasa inafika point inabidi baada ya kutoka pale tena aende akapate ufundi wa kisasa zaidi katika eneo lingine.
Kwa nafikiri eneo ambalo tunatakiwa kuliimarisha zaidi, kwa sababu tumeona linasaidia mno vijana wetu. Kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu mifumo ya ajira, yes, na hapa ndipo ambapo sisi tumeanza kutumia theater, tunatumia social media, tunapata maombi mengi sana, vijana wanaomba ajira hizi za kwenda nje. Kwa tunachokifanya sisi, tuna mtandao mzuri sana na mawakala ambao wamesajiliwa na serikali, tunawaongoza huko. Jamani, nendeni sehemu fulani mtapata huduma ambazo zinastahili. Kuacha kutumia ujuzi licha ya gharama kubwa zinazotumika kwenye mafunzo niliyotoka kuliongelea hapa. Kama tulichokiona, kama tutaendelea kuwapa scholarship wao wakaenda kupata mafunzo, lakini hakuna ambacho tunawasaidia baada ya hapo, tumeona kuna changamoto kubwa, naamua kuacha, naamua kufanya kitu kingine. Na ndio maana kama Komweso tumeona watapewa startup kits vitendea kazi, lakini sisi tunawagharamia sehemu ya kufanyia biashara kwa miezi 6. Kwa wakati anajipanga kama walisoma saluni, tunawachukulia sehemu ya saluni miezi 6, tunawalipia kodi. Hapo wajipange na tunawafuatilia, lakini hatuachi bali. Kwenda kusikiliza changamoto zao, tunaenda nao ili mradi tu aweze kukaa sawa. Ndicho ambacho tumekuwa tukiweza kufanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nisipoteze muda kwa sababu muda wetu umeshakwenda sana. Naomba ni kushukuru sana kwa kuweza kufika leo. Kwa kweli tunafarijika. Kwa muda mrefu tumetafuta nafasi hii, lakini umeingia madarakani na nimekuwa nikikufuatilia kwa karibu. Niliona rais hajapoteza, ameweka mtu sahihi kabisa, kwa sababu kila sehemu ambapo anapatikana anaongea vitu vizito sana. Na kwa kweli niliongea na mkurugenzi kutoka kitengo cha huduma za ajira, nikasema lazima, naomba kwa kweli tumpate huyu. Ni muhimu sana aweze kuongea na vijana hawa, wajue serikali inatambua kazi wanayofanya. Naomba nikushukuru sana, lakini kabla hujaongea, naomba wajamaa waonyeshe kitu kidogo tunachokifanya kwenye jamii yetu. Kidogo sana. Asante sana. Asante sana.